Haya, wa an Muawiya, na imepokelewa kutoka kwa Muawiya, an Haida, naye kaichukua kutoka kwa Haida. Anasemaje Haida? Kultu ya Rasulullah, nilisema ewe mjumbe wa Mungu. Huyu ni mtu anamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha jibu alilopata ndo anatusimulia. Nilipata kusema nikasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mungu, ma haqqul jari ala jarihi, ni ipi haki ya jirani kwa jirani yake? Yani jirani kwa jirani yake ana haki ngapi, zipi? Kala, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika kumjibu huyu bwana, immaridha utahu, akiumwa basi unaenda kumkagua. Sawa, moja hiyo. Wa in mata shayyatahu, akifa basi sindikiza jeneza lake. Hizo ndo haki za jirani kwako. Akiumwa ukamkague. Wa in mata shayyatahu, na kama akifa basi sindikiza jeneza lake. Wa in istaqradaka, na kama akikutaka deni umkopeshe basi aqrastahu, we mkopeshe. Wa in awala, na kama akikosa vazi nguo, satatahu, au akipata aibu umsitiri. Yote yanakuja. Wa in awala satatahu, kama akipata aibu basi umsitiri, au kama akiwa uchi hana nguo basi tafuta nguo umvishe. Maana yake aibu kusitirika na nguo kupatikana ikastiri mwili vinafanana. Asili ya kuvaa ni kwa sababu mtu anaogopa aibu ya kuwa uchi. Wa in aswabahu khairun, na kama akipatwa na kheri, kheri imemfika huyu mtu, hanaatahu, unamkongoea, manake unampongeza. Sawa, unamwambia kongo lako, maana hongera yako. Sawa, kutoka moyoni kabisa. So unasema huku roho imevimba huko, sema wa in aswabatuhu musiba, na kama akikuwa umempata msiba, azaitahu, basi unakwenda kumpa pole. Sawa, akikutwa na msiba wafanyaje? Unaenda kumpa pole. Shughuli hizo shekhe wangu. Wala tarfa binaaka fauka binaihi, usije ukaifanya nyumba yako ndefu kuliko ya kwake. La ilaha illallah. Hapo ndo mtihani ulipo mkubwa kuliko yote toka tuanze kuongea huko. Hayo ni maneno ya bwana mkubwa huyo, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na somo lake ni somo lililonyoka. Asema jirani yako usije ukanyanyua jengo lako juu ya la kwake. Unaona hapa wanachuoni wanasema ikibidi basi inabidi ufanyaje? Umuombe radhi na umtake kutokea hilo jambo, kwamba ndugu yangu wewe bwana, nina vijisenti kidogo, nataka kujenga kigorofa hapa pembeni yako. Unaona basi wewe ni jirani yangu, nakupa taarifa, lakini nakutaka ridhaa, kwa sababu kiukweli kabisa nikipanda gorofa ya pili itakuwa nimeinamia nyumba yako kwa chini, itakuwa ninakuchungulia kwa chini. Mimi niko gorofa ya pili naangalia uani kwako saa nyingine, na haya mambo yanayoendelea huko wakati mnahangaika kule na mambo haya na yale, itakuwa ninakuoneni. Akikwambia hapana shaka jirani yangu, kama Mungu kakuruzuku basi insha Allah chapa shughuli, basi hapo unakuwa umefungukiwa na kile kikwazo, vinginevyo shida. Kwa sababu gani? Bwana Mtume anasema fatasudda alayki riha, wewe utazuia hewa kufika kwake. Ukijenga nyumba yako ikawa ndefu kuliko ya kwake, utazuia hewa safi isifike kwake, inaishia kwako hapa, maana umemzibia. Ila biidhnihi, hapo ndipo wanachuoni walipopatia hiyo. Bwana Mtume akasema usifanye hivyo ila kwa idhini yake, ndio yale tuloongea. Wala tuudhihi, na usije kumkera. Sawa, birihi qidrika, kwa harufu nzuri ya sufuria yako unachopika. Sikiza kazi.
Wala tuudhihi birihi kidirika, usimkere jirani yako kwa harufu nzuri inayotoka kwenye sefuria unayopika. Unashusha maanani haya wanaita masolosolo, mashamshamu, manini huku ndani, mikuku inapashwa, inachemshwa huku nani, viungo mbalimbali, harufu nzuri inakwenda kwake. Sawa? Kwa vile jirani yako upepo unapeleka tu sada, jirani leo naona huko mambo yamenoga, ila antaghrifa lahu, isipokuwa mpaka na yeye umchotee. Hili sio jambo la kujifanya unaenda kuomba ruhusa kwamba bwana jirani, mimi ninapika kuku huku, sasa bwana kama utasikia harufu basi we kauka tu jirani. Jirani kauka, rafiki yangu mimi ninapika masolosolo huku. Hilo sio jambo la idhini tu. Idhini vipi? Chota upeleke, kwani kuna shida gani? Wewe si unapika kuku hapo tena wamekuwa maridadi tu. Basi chota peleka kule. Ndugu yangu inshallah nimefanikisha kariski kidogo tule wote, ili naye na watoto wake wale kuku kama unavyokula wewe kuku, watandike biriani nao kama unavyotandika biriani wewe. Wachape pilau kama wewe unavyochapa pilau huko. Ndio ujirani huo. Naona rawahu at-Tabrani. Hadith kaipokea al-Imam at-Tabrani. Haya maelekezo tunaopewa na mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naona Allahu akbar. Allahu akbar. Hizi ndo namna ambazo mtu akizitumia anatafuta radhi ya Mungu na anatarajia kwenda peponi. Zisipopatikana hizi, basi unazidi kuichafua njia ambayo unapita kuelekea kwa Rahmani, njia ya radhi za Mwenyezi Mungu na pepo yake. Wala wa nahwahu, na hadithi kama hii pia kaipokea al-Kharaiti, wazada fihi, na akazidisha katika mapokezi yake al-Kharaiti, wa inishtaraita fakihatan fa ahdi lahu. Sawa, na kama ukinunua tufaha basi mgawie naye. Kama ukinunua tufaha, apple mnapenda kuita kwa Kiingereza, apple, ukinunua apple basi mgawie naye. Yale ni matunda yako moja moja tu. Kama umenunua 20 basi peleka hata 5 kwa jirani. Bwana haya watoto watafune kidogo hivi. Fa illa mtafal, sasa kama huwezi kugawa basi fa adkhilha sirra, yaingize ndani kisirisiri. Yale hayana harufu kusema mtu atajua kuna maepo hapo nyumba hiyo. Harufu yake iko jirani, yani kwa karibu sana hapo ulipo. Sawa? Wala yakhruju biha wala duka, na kisha mtoto wako akishapokea epo lake umempa, asitoke nalo nje liyakiza biha walada, ili apate kumchondoa nalo mtoto wa jirani yako. Mwanao, watoto wadogo wanapenda sana kuonyesha wana kitu kizuri. Sasa kama umeyaingiza kwa sirisiri ndani ya nyumba, hakikisha watoto wako wanayala kwa sirisiri humo. Huyu mwanao asije akatoka na hayo matunda akaenda nayo kuyalia kwa jirani, maana watoto wadogo wanapenda sifa sana. Umdhibiti. Vinginevyo kwa kupenda sifa yatatoka tu. Sasa babangu kanunulia apple, anamuonyesha mwenzake. Apple hiyo. Atafadhali. Wakala, na akasema aljiranu thalatha, majirani ni aina 3. Jirani ni aina 3. Fajarun lahu haq wahid, kuna jirani ambaye ana haki moja tu basi. Wa huwa adinal jirani haqa, huyo katika majirani ndo ana haki ya karibu zaidi sawa kwako wewe. Wajarun lahu haqqani, na kuna jirani ana haki 2. Wajarun lahu thalathatu, na kuna jirani ana haki 3. Bihukuki, pamoja na kuwa ni
mtu ana haki kwako. Fa amal ladhi lahu haqqun wahid, ama yule jirani ambaye ana haki moja yeye, fajarun mushrikun, ni jirani ambaye ni mshirikina, yeye ana haki moja tu, yani hakul jiwari, ile haki za ujirani tu basi. Maana yake ni jirani kwa vile wewe na nyumba yako na kwake zimepakana, yeye ujirani wake ni huo tu. Lakini sasa wewe umekaa hapa sawa, umenyamaza, yeye anafungulia mkwaya wake huko, Yesu shuka, Yesu teremka, wewe na matikiti maji wewe huko anakukera kweli kweli. Basi wewe ndio jirani yako, weka uka, tumuombe Mungu anaye amuokoe na amuongoze inshallah. Jirani mshirikina ana haki moja tu. Wa malladhi lahu haqqani, ama jirani ambaye ana haki mbili, fajarun muslimun, ni jirani muislamu. Jirani yako muislamu ana haki mbili, hakul islami wa hakul jiwari, anakuwa na haki ya Uislamu na haki ya ule ujirani. Haqqun lil islami, haki moja kwa ajili ya Uislamu, nyinyi wote Waislamu. Wa haqqun, na haki nyingine lil jiwari, kwa ajili ya ujirani. Wa man ladhi lahu thalathatu huquqin, ama yule jirani ambaye ana haki tatu, fajarun muslim, ni jirani ambaye ni Muislamu, dhurahimi, ambaye pia mna kizazi naye, ana haki tatu. Jirani ambaye ni Muislamu halafu dhurahimi, ana kizazi nawe, yani nyinyi ni ndugu sasa. Kwa hiyo kuna hakul islam, kuna haki za Uislamu hapo, wa hakun lil jiwari, na kuna haki za ujirani hapo, wa hakun lirahimi, na haki nyingine kwa ajili ya kizazi chenu, kwamba nyinyi ni ndugu kwa maana ya nasabu. Sawa Allahu akbar. Haya, naona tungesimama hapo. Mwenyezi Mungu akitupa taufiki inshallah tuje tuendelee gada kesho inshallah. Mungu akitupa taufiki tutaendelea kesho. Sawa. Mungu atuzidishe karama na fauza na faraha na najaha na fadhila za mwezi wa Ramadhani kwenye kila jambo letu. Tufunge saumu ambayo inatakiwa ifungwe jinsi ile ambavyo tumefundishwa na mfungaji mkuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi ya kuifunga saumu ambayo inatakiwa ifungwe hivyo jinsi ambavyo kaelekeza. Sawa, ili isije ikaharibika tukapoteza muda. Mwenyezi Mungu atunusuru, dunia ni chafu kweli kweli, wallahi lazim. Yani Mungu peke yake ndiye anojua hizo saumu zitaswihije. Sisi tuonyeshe juhudi tu kwamba tunataka ziswihi kwa kufuatia zile sheria. Maana hii mifurushi inayopita mitaani humu, Allahu la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atuhifadhi wallahi. Mungu kwa rehema yake na kwa baraka za wapenzi wake ambao walipita katika vikwazo hivi wakavivuka salama, basi na sisi Mungu aturehemu, atubariki na atupe nguvu na uwezo wa kuyavuka haya kwa salama kama walivyovuka wenzetu kwa salama wapenzi wake jalla jalalu. Lakini vinginevyo kwa kilisi mtihani mdogo atachembe. Lakini Mungu karimu inshallah. Yeye ni Sattar, maadamu kajiita hivyo na hilo ndio jina lake na ni haki yake, basi atustiri inshallah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, atusahalishie jinsi ya kufunga na atusahalishie viambatanishi vyake, ili swahumu ikubarike huko kwa Mungu na nafsi zetu zirizike na tutakachokipata hapa duniani na akhera kwa baraka ya saumu na wale wafungaji na dua zao katika mwezi kama huu na saumu kama hino, kwa baraka zake inshallah na baraka za wapenzi wake. Mwenyezi Mungu asitutupe, ajalie ni katika tuliofaulu, tuliofuzu, tulioshinda, tuliofanikiwa sana katika jambo hili kwa dhahiri na kwa batini na kwenye kila kitu. Futari zake, riziki zake Mungu apanue, baraka zake zituenee, na kisha atakije kisha mwisho hii saumu ikifika mwisho Mungu atubakishie faida hizo na maslahi na manufaa na mafanikio inshallah. Asalamu alaykum.